Kuna mwingine? Okay. Yes, karibu. Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Kuhusu swala la kupotea la watoto hapa kijijini, kwa kweli imekuwa changamoto. Mimi nahisi ili swala la kupotea kwa watoto hapa kijijini, kwa mfano mtoto wa Masumbuko pale amepotea, tunamsaka kila sehemu hapatikani. Sawa. Kwa hiyo mwenyekiti, tumekuwa tunaomba ushauri wako. Okay, asante kijana. Nimesikia hoja zako. Anyway, pengine napenda pia niweze kuwafunua kidogo. Unajua, ukipenda unakokaa, automatic utakuwa unapenda na amani iweze kutawala katika sehemu hiyo, si ndio? Si ndio mnamaanisha hivyo? Sasa, kabla halijakutokea ni heri uyaweke mambo haya wazi kabla ya mengine yote. Anyway, kuna mwingine mwenye hoja? Karibu kijana. Asante mwenyekiti kwa kunipa hii nafasi ya upendeleo. Mimi naweza kusema kwamba nimesikia dondoso za kwamba kuna watu wanapotea kwa njia zisizofahamika, sijui wizi nini, kabana. Sasa mimi nina uhakika 100% hayo mambo sijawahi kusikia. Na hii kwenye kijiji hayapo kabisa. Na siku ile nilikuja na marafiki zangu wawili, palikuwepo huyo rafiki yangu na mwingine najua amepata dharura ajaja hapa kwenye mkutano. Tulizungumza kuhusiana mambo ya amani kwenye kijiji chetu. Ila wakati tunazungumza nilikuhamasisha kwamba hakuna mambo mabaya yoyote. Na ndio nasema kwamba hata sasa hivi tangu siku ile nilipoenda kutembelea sijasikia jambo lolote la wizi na kusema mambo ya watu wa kupotea ovyo ovyo hawa wapo. Ila kwenye mambo ya kuibiana nini na nini na uhakika hapo yapo. Uhakika wa wizi nao. Okay. Asante sana mwenyekiti. Nashukuru kwa hoja zako. Ndio. Anyway, kitu ambacho hamjui sasa ambacho nahitaji niweze kuhamasisha na kuambia, ili jambo bado alijapata ufumbuzi. Na lisemwalo wanasema lisemwalo lipo, si ndio? Na kama alipo lipo njiani. Leo kwa huyu, kesho kwako. Sasa leo kama unalifumbia macho, kesho litakuja kwako. Na je, utaendelea kulifumbia macho? Hapana. Mwingine mwenye hoja. Yes, karibu. Asante mwenyekiti kwa kunipa hii nafasi. Naomba nizungumzie hoja ya watu kupotea kwenye nchi kijiji. Hiyo hoja ni uhakika sana, watu wanapotea. Mwanzo nilianza na hadisiwa na watu kwenye kijiji chetu. Jirani yangu aliniambia kwamba amepotelewa na mtoto wake, nikapuuzia. Ila juzi nimeona mwenyewe kijana mmoja alikuwa anachanja kuni kule wapi huko. Alikuwa anachanja kuni, kapotea ghafla. Namuangalia simuoni, naona mauzauza. Nikasikia tetesi nyingine, sijui mtoto wa nani huku Masumbuko, sijui amepotea. Ila nataka niwahakikishie wana kijiji wote kwamba hili jambo lipo kweli. Kama ni kujihadhari na haya mambo, tutafute njia ya kujihadhari nayo. Sio kubishabisha. Mtu unabisha hauna ukweli na kitu ambacho kinazungumzika na watu. Ila hili jambo ni ukweli kabisa, 100% watu wanapotea kwa njia za kutatanisha. Na jambo la wizi pia lipo 100% nyingi sana, limeonekana kijijini. Watu wanaiba, mtu sijui amebiwa kuku, mbuzi wanapotea. Kikweli kijiji chetu kimekuwa cha kutatanisha sana. Hivyo tena? Mambo yamekuwa mengi kwenye kijiji. Mna hizo taarifa? Asante sana mwenyekiti, asante sana. Okay. Usiongelee kwenye mkono wa watu, maana wewe ulikuwa ushapewa nafasi yako, sawa? Samahani sana. Anyway, kama nilivyowaambia hapo awali ya kwamba mkutano huu tutaufanya in short, kwa kifupi zaidi, kwa sababu baadhi ya watu hawapo na hatujajua hoja zao ni zipi, sawa? Lakini pia kama mnavyotambua, labda niwakumbushe sheria ya kijiji changu, sawa? Moja hiyo ya sheria mojawapo
kwanza ukigundulika kwamba wewe aidha wewe ndo unayesababisha amani kupotea, kitu cha kwanza, mnajua niliwaambiaje? Kuna naye kumbuka? Anyway, ngoja niwakumbushe. Nahitaji niwakumbushe. Moja ya sheria ambayo niliweza kuwaambia ni kwamba atakayeonekana na vuruga anapoteza amani kwenye kijiji changu. Na tukamgundua ya kwamba yeye ni mojawapo ya upotevu wa amani kwa kijiji changu cha Mbezi Ridge, sawa? Aidha kumuua au kumchoma moto kabisa. Na swala la kwanza, kwa mtu ambaye atajulikana kwamba yeye ni mchawi ndiye anasababisha upotevu wa watu kwa njia za kutatanisha, huyo yupo razi ashindwe. Kitu kingine, atakayejulikana kwamba yeye anahusika kwenye mambo ya genge, mambo ya wizi, mambo ya ujambazi, huyo adhabu yake ni kuuawa kabisa. Kabisa. Aidha, nimeongea hili. Ni wangapi wana support hilo? Basi tumekubaliana. Anyway. Anyway. Kwa hoja zenu nimeweza kuwasikia, na hivyo maamuzi ambayo ninaweza kuyatoa ndio hayo kama nilivyowaambia sheria ya kijiji changu. Sawa mwenyekiti. Hivyo basi, mwenye pendekezo au mwenye oni aweze kurejea. Kama nilivyosema, mwenye dukuduku, maana tunaelekea mwishoni wa kikao. Mwenye dukuduku, mwenye wazo, mwenye pendekezo, mwenye maoni pia, kuona ni kipi kifanyike. Yes, karibu. Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi nyingine kwa mara ya pili. Naomba nitoe maoni kutokana na changamoto ambazo zinaendelea kwenye kijiji chetu. Mimi ningependekeza, kuna mchungaji mmoja mimi namjua, aje anzishe makao kwenye kijiji chetu, angalau afungue kanisa. Watu watakuwa na hofu ya Mungu, watasali. Nadhani matatizo yatapungua. Watoto wataachia kupotea, kwa sababu mchungaji na mambo ya kichawi na nini hawapatani kwa kweli. Kwa mimi ndo ushauri wangu. Okay, sawa, nashukuru sana. Shukuru nini mwenyekiti? Sikia, kwenye kijiji chetu hakuna vya uchawi, hakuna vya nini eti walete mchungaji atakuja amani mwenyekiti. Mchungaji inabidi aje kwenye kijiji tuombewe. Uone kuna matatizo humu ndugu yangu. Kuna matatizo, uone watu wanapotea. Yaani ukisema mambo ya mchungaji mnanichanganya kichwa, yani mnanivuruga ubongo. Au nyie ndo wale maana tuwaelewi. Hebu sikiliza. Hiyo mimi niweza. Mmeharibu hata mkutano nyie, wengine mmetuvunjia mood bwana. Anyway. Mwenyekiti baadaye. Sasa mimi sijafunga mkutano kwanza. Tutarudi, wameishaharibu mkutano hao, wameishaharibu mkutano. Ndio wanaojitia jeuri. Si ndio? Okay. Ndio. Sawa. Naweza mkaenda. Haina shida. Naweza mkaenda nyie. Ila kuweni makini. Ndio hivyo kwa kweli ndugu yangu. Umenitupa sana ndugu yangu. Mimi nipo japo majukumu yananibana mno. Majukumu yani. Sasa leo nilikuwa nimeenda kwenye mkutano. Wametoa agenda mbalimbali. Lakini kwenye agenda ambazo wametoa, wamesisitiza sana kwenye kitu cha watu kupotea ghafla bila, yani kupotea kwa watoto wa sasa. Nimetoa wazo pale kwa mwenyekiti kwamba tumuite mchungaji. Ingekuwa vizuri mchungaji aje kuanzisha makao kwenye kijiji chetu. Ingekuwa vizuri. Hiyo ni nzuri zaidi. Kwa maana hata mchungaji akija na wachawi watapunguza ile speed yao. Watu watakuwa na hofu. Tena hiki kijiji sijui ni kwa sababu gani. Yaani hakuna mchungaji, yaani hakuna mtu yeyote mwenye imani
sehemu ambayo wachawi wakiingia, jambo la kwanza wanapambana kwanza na watu ambao wanakuwa kidogo wanasali makanisani. Watu wanapunguza kusali ili wao wawe na makao mazuri. Sasa tunataka tulete mchungaji afungue angalau kanisa kwenye kijiji chetu, itakuwa vizuri. Unalionaje hiyo? Hiyo ni nzuri zaidi. Mchungaji akija, alafu na sisi tukaunganisha nguvu yetu. Mimi yani tatizo ambalo linanisumbua sana ni wale vijana wawili. Yani mtu kweli, mtu mwenzako kweli unamla. Hata kama ni uchawi gani kwa chapati. Mtu unamgeuza chapati kweli. Haiwezekani. Mchungaji akija nadhani likawa kanisa jumla, watatusaidia sisi. Tutakuwa tunapambana nao kiurahisi sana, kiwepesi. Mimi juzi pale nilikuwa nimelala. Sasa akija yule kijana mmoja hivi, si wapogo wawili? Wapo wawili, ina kuna kile kifupi. Kikaja kwenye ndoto inaniambia, wewe jamaa unanifuatilia sana, sijui nini na nini. Sasa mimi leo nimejipanga. Yaani nimejipanga kinoma yani. Nitashughulikiana naye. Huyo tutamweza. Nitashughulikiana naye kwa maana haiwezekani nizarau. Nizarau kabisa. Wale hawatuwezi. Shida bado tunawapangia timing tuje tuwa. Tatizo ukisema kwamba umuoneshe uwezo wako sasa hivi. Ni vitoto bado, ni vitoto vidogo sana. Ila yani sijui yani achana nao. Nadhani dawa yao iko jikoni. Ipo muda utafika watakosa cha kufanya. Haya mambo yao wanayoyafanya yatakatizwa kabisa, kijiji kitakuwa salama, kwenye usalama. Ila na wazo. Tumeweka uzembe sana kwenye kazi yetu. Unajua wengi wanatuona, tunaongea nao, tunatembea nao, ila bado hawajatufahamu. Na tukitaka tuonyeshe uwezo wetu sasa hivi, sio nzuri sana na tena sio mbaya sana, ila tusinyamaze kwa hiyo. Nasikia kwamba juzi kati hapo walienda kwa mwenyekiti, wakaenda kwamba walikuwa vijana 3. Wakaenda kumwambia sijui nini na nini, hakuna uchawi wowote, sijui nini. Nikajiuliza, ndo wanajifanya watu wema kwenye huu mtaa, mwenyekiti akileta wazo ndo wanakimbia kupeleka taarifa. Lazima wajifanye wema wakati ni wabaya. Sasa sisi ambacho tutakifanya hapo, tutawaumbua hadharani mchana kutwa kwamba wao ndo watu wabaya, ndo wanaofanya kijiji kiingie kwenye matatizo. Hiyo ndo kazi yetu. Tutafanya kimya ili watu wasije kutambua kwamba sisi labda ni watu wabaya. Tutawasaidia kimya. Mwisho tutawaumbua. Unajua nini? Ngoja twende. Mambo. Nisalimie. Marhaba, habari zenu? Walimu wanawafundisha? Ndio. Haya, anayejua kuhesabu 1 mpaka 10 ni nani? Haya, wewe. 8, 9, 10. Baha, vizuri. Anayejua kusoma A, E, I, O, U ni nani? Haya, nyote kwa pamoja. A, E, I, O, U. Mwalimu wenu anaitwa nani? Haya, mwalimu wa kike anaitwa nani? Chiboko. Aha, basi vizuri. Sawa? Nawapenda sana. Haya. Haya, wasalimie. Nendeni nyumbani, muwahi nyumbani, sawa? Haya, nenda. Bye.